kauka huko, inanyesha mto umejaa, tatizo nini? Wakati wa kiangazi mnatuambia mto umekauka. Wakati wa kiangazi mnatuambia mto umekauka. Wakati wa masika bomba sijui pambu iko hivi. Mnaleta siasa juu ya maisha ya watu. Kama hamtaki kuhudumia maji, mtuambie hamtaki kuhudumia maji, lakini mtuletee siasa kama si watoto wadogo. Kuna watu mitaani, kila mtu anasema lake, anasema kwamba CCM wameweka kwamba agenda ya maji hiyo ya uchaguzi. Wao wanaitumia wakati wa uchaguzi. Kama sio hivyo, kwa nini watugeuze kila wakati? Haya, mnapata maji kidogo, mnatoa kwa mgao. Sasa swali, mgao huo mtu anaweza kaa zaidi ya miezi 2 mitatu hajapata maji. Siku akipata maji yanaletwa usiku. Usiku, ndugu afisa wa DAWASA, usiku maji yanaletwa. Na hayana muda maalum kama yatatoka saa ngapi huo usiku. Na hata kama yataletwa hayachukui dakika 10. Yakitoka dakika 5 wanakata. Sasa swali, hivi kweli huo mgao wa haki? Kama mwenezi ninaisimamia ilani ya chama ndani ya tawi langu. Mianzini hakuna maji hata tone, na maji yakitoka yanakuwa kama udongo, ni vumbi, udongo, yananuka. Kwa binafsi, kama alivyosema mzee wangu, mwenyekiti wangu mzee Banzi, unatuletea siasa, bado hatukuelewi kwenye swala la maji. Mkakae mambo yenu ya miundombinu si nini mkayafanya ofisini. Sisi tunahitaji maji, hatuhitaji maneno. Mwisho maji tumeyapata mwaka jana tarehe 3 mpaka leo hii, lakini cha kushangaza bado wanaendelea kuja kusoma mita, inasoma 00. Tumejaribu kufuatilia, wanatuambia changamoto, na huo mgao wa maji ambao tunatarajia kwamba tungeweza kuupata, mpaka leo sisi hatujafanikiwa kupata. Hivyo tunamwomba Mheshimiwa Waziri anayehusika na idara ya maji atuone sisi wananchi wa kata ya Makurumla, kwa sababu tunateseka, hasa sisi wanawake. Tunabeba maji kwa mwendo mrefu, tunatumia gharama kubwa, ndoo ambayo gharama yake ni chini shilingi 500, lakini tunaenda mpaka shilingi 1000 kwa lita 20. Kubwa zaidi, tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassani, amejitahidi sana kutuona wananchi, lakini sasa changamoto kubwa, tunaomba atusaidie maji. Ninaamini kwa kusikiza kilio chetu sisi wananchi, swala la maji litatatuliwa na tutapata maji kwa wakati. Tunapata, sielewi wenzetu wanatoa wapi, ndio wanatuuzia. Wanatuletea maji, tunanunua kwa ndoo, siku nyingine ya chumvi, siku nyingine ya bomba, hivyo ndio tunavyoishi. Siku nyingine magari yanatupitishia, tunanunua. Lakini bei ndio shilingi 500 ndoo. Sasa kwa mtu mwenye familia na hali ya maisha ilivyo, ni gharama kubwa. Vizuri ilani, na imejaa mambo mazuri sana, yamekuwa mazuri mno, kwa maana amezungumzia swala la barabara kumalizia Midizini pale tayari pesa imeshatengwa. Akazungumzia swala la shule ya msingi Mianzini, madarasa 6 yale ambayo ni mabovu yote yatakayoangushwa wajenge, imeshatengwa pesa na serikali kiongozwa na mama yetu Mama Samia. Tumeisikiliza na imekuwa njema. Lakini ni kwa jambo moja la kusikitisha sana, ni swala la maji. Maji imekuwa ni kero sana, haya maji, hasa kata yetu ya Makurumla, hasa mkubwa sana mtaa kwa Jongo. Maji haya ambao waliweza kuchimba visima pale mtaa kwa Jongo, karibia na wanaita Kiguu cha Mbuzi. Kisima kilichimbwa, maji yalitoka siku moja, toka hapo mpaka tunavyoongea hivi hakuna hata maji. Wananchi wamekuwa wanalalamika sana kuhusu swala la maji. Lakini mtaa wa pili unaitwa Kagera, maji yanatoka. Imekuwa ni usumbufu sana maji upande wa kina mama. Tumepangiwa siku, sawa, tukasema okay sawa, kwa wiki yatoke mara 3. Yaani Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Hivi leo ni Jumatano. Jana Jumanne, Jumatatu hakuna maji, hajatoka. Sasa tunakwendeje haya maji? Na tunaambiwa Ruvu maji yamejaa, mvua zinanyesha, lakini cha kusikitisha maji hakuna. Samia rais wetu wa nchi hii yuko mstari wa mbele, lakini inawezekana viongozi walioko chini hapa wanashinda kulisimamia hili jambo. Tubadilike na tuamue sasa kufanya kazi. Wananchi wanahitaji maji, hawataki bla bla. Hizo bla bla mkae nazo ofisini. Sisi tunahitaji maji, tupate maji safi. Yako maeneo tuna changamoto kubwa ya maji. Kwenye hili lazima tuseme, na wenzetu wa DAWASA mtatuvumilia. Yaani kwenye hili ni swala ambalo hata discussion. Yaani hakuna mbadala wa maji. Yaani barabara sio lazima tupite. Tutatembea kwa miguu, tutafanya nini? Lakini jambo ni muhimu. Lakini swala la maji ni swala ambalo linagusa maisha ya kila mtu. Maji ni uhai. Hatuna njia nyingine zaidi ya maji. Kwa mwananchi akikosa maji, lazima lalamike. Tufike hatua tunapokuwa na hawa viongozi, wataalamu wetu, hapa ndo pa kupumua na nyinyi. Mwasikilize wao wapumue, ya kwao wananchi wawafikishie. Na nyinyi muambie hawa ukweli.
na kwenye discussion ya majadiliano muwe wazi kabisa. Kuna jambo liko sawa, mnazungumza katika lugha ambayo mnapokea na mnajadiliana. Lengo ni nini? Yako mambo ambayo hawa wakielewa, kwa maana wajumbe wa shauri kuu na wenyeviti wa mitaa wakijua haya, wanaweza kuwa msaada mzuri na mawakili wazuri wa wenyewe huko nje kwa wananchi. Hawa wasipoelewa na mkiona mkikimbia simu zao, hamtaweza kupata suluhu. Hawa ndio wanao linki na wananchi huko nje. Kero kubwa idara mbili. Idara ya maji kwa maana watu wa DAWASA na mambo ya mikopo kwa maana wajasiriamali, kwa sababu hapa mjini hatulimi, hatuchimbi madini. Kwa hiyo mwenyekiti, mimi nipongeze kwa ambacho tumekifanya. Kwa leo mwenyekiti wa CCM wa wilaya, tunaenda kusisitiza haya ambayo tunajadili yasiwe mambo ya kulemba. Yasiwe mambo tunazungumza hapa, tunashupaza shingo zetu, tunapoteza muda wetu, halafu yanaishia hapa. Kwa bahati nzuri mmekuja vizuri kabisa. Kwa maana kwamba haya ndio kubaliana leo na wataalamu na kikao chenu. Ndio ambayo haya tutatana kushokutwa kwenye tezi lani siku ya Jumamosi au Jumapili ijayo. Tupongeze kwa kazi kubwa ambayo imefanywa. Iko miradi ambayo imetekelezwa kwa nguvu na jitihada za serikali, kwa maana Mheshimiwa Rais na serikali yake wametoa fedha ambazo zimekwenda kutekeleza maeneo mbalimbali kwenye kila sekta. Lakini pia Mheshimiwa mbunge na yeye kwa nafasi yake ndiye anayepeleka hoja za wananchi bungeni na Mheshimiwa Rais ili fedha zizopatikana. Lakini Mheshimiwa diwani na yeye anapokea kutoka chini, anapeleka manispaa na ya serikali kuu anapeleka serikali kuu. Kwa mtaona Mheshimiwa diwani anakuwa ni kiungo muhimu kwetu, kwa maana yapi ayapeleke wakati gani, maeneo gani. Kwa hiyo tunapongeza kwa maana utatu huu mtakatifu ambao ndio wa Chama cha Mapinduzi unatusaidia leo tunaweza kuongea lolote, tunaweza peka hoja yetu ikakamilika na hatimaye yakafanyika. Lakini ilani yetu ya CCM ya mwaka 2025-30 yako mambo mengi imeelekeza na imeahidi. Lakini mbili pia kuna siku 100 za Mheshimiwa Rais ambazo ameahidi baadhi ya mambo kuyatekeleza. Ni wajibu wetu sasa tunapokaa kutafakari, tuyatafakari yote kwa pamoja. Lakini bila kusahau nguvu na umuhimu wa wenyeviti wa mitaa katika jambo la utatuzi wa kero za wananchi kwa kushirikiana na diwani na mbunge pamoja na Mheshimiwa Rais. Hii ndio cheni yetu kama Chama cha Mapinduzi. Niombeni sana. Tunatamani kuwa na umoja na mshikamano. Hatuwezi kutatua shida za watu kwa wewe peke yako kiongozi. Mwenyekiti wa mtaa peke yako huwezi kutatua shida za wananchi wako. Ikiwemo sekta ya afya ambapo sisi Makurumla tunashukuru tumekamilisha ujenzi wa kituo cha afya cha Makurumla ambacho kinafanya vizuri na mpaka mwezi uliokwisha kimefunga na idadi ya kina mama 82 ambao wamejifungua kwa njia ya kawaida pamoja na operation. Haya ni mapinduzi makubwa sana ambapo tumetoka huko nyuma ilikuwa kwamba ni kina mama 2, 3 ndio wanaojifungua kwa mwezi. Lakini pia tumeangazia juu ya sekta ya miundombinu hasa ya barabara za ndani ambapo pia moja kati ya mkakati wetu wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo huko tuendapo kwa mwaka wa fedha sasa ni kwenda kujenga lami alau kilomita 1 kwa kila kata, ambapo huu ni mkakati ambao tunaamini utakwenda kutuvusha kuondoa changamoto ya mawasiliano hasa kwa barabara za ndani ambazo tunazo. Lakini pia sisi Makurumla tuna changamoto hasa ya miundombinu na uharibifu wa mafuriko. Tuna mto unaoitwa Mto China ambao kila mara umekuwa ukifurika, ambapo sasa kupitia serikali yetu ya chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan tayari tangu wiki iliyopita, na pia nimshukuru Mheshimiwa mbunge Profesa Kitila Mkumbo ambaye alilipa maelekezo ya kupokea wataalamu kutoka Benki ya Dunia pamoja na ofisi ya Waziri Mkuu, ambapo wameanza kupita kila pointi ya mto wetu kwa lengo la kufanya maboresho ambao tunaamini sasa baada ya kujengwa huu mto na serikali yetu tutakwenda kuondoa adha ya mafuriko ambayo ipo katika kata yetu. Hivyo tunaamini kwa maana ya kwamba bado tunaendelea kushirikiana na wananchi. Tunajua changamoto bado ziko nyingi, lakini pia ni wajibu wetu sisi kama viongozi kuendelea kuzitatua na kuzifanyia kazi kwa haraka kwa maana ya kuleta furaha na kuleta tija kwa wananchi wetu. Lakini kwa upande wa sekta ya elimu pia kwa mwaka ujao wa fedha pia tunatarajia kwa maana ya kwamba kwa mwaka ujao wa fedha tunatarajia kununua gari katika kituo chetu cha afya, ambapo gari hii ya wagonjwa itakwenda kutatua changamoto katika maeneo yetu haya ya Makurumla, hususani katika kituo chetu cha afya. Hivyo
kwa moyo mkunjufu tunawaomba na tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini kipekee pia nimshukuru Mheshimiwa mbunge, lakini niwashukuru viongozi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na viongozi wa mitaa kwa kuendelea kushirikiana kutatua changamoto za wananchi katika maeneo yetu. Kama mlivyosikia, changamoto kubwa ni maji. Kikao kizima kimetawaliwa na ajenda ya maji. Kwa hiyo tunategemea kwa wenzetu DAWASA kwa maana ya majibu yao na utekelezaji wao utakwenda kuakisi na kwenda kurudisha tabasamu kwa wananchi, hasa kwa eneo kubwa la kata ya Makurumla ambalo linakabiliwa na changamoto ya maji. Hivyo tunaamini kwa juhudi zinazofanywa na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri wa Maji Juma Aweso pamoja na afisa mtendaji mkuu Injinia Bwire pamoja na meneja wa DAWASA Magomeni dada yangu Judith pamoja na wataalamu wetu, tutakwenda kushirikiana kuhakikisha ya kwamba ile azma ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inakwenda kutekelezwa na kuondoa changamoto ya maji katika maeneo yetu. Ndio changamoto hapa tumeondoa, maana hiki kikao tumewaita wenzetu wa DAWASA waje watuongoze na watuambie kwa nini hivi, inawezekana vipi tuko nyumba 10 kwenye hili eneo, lakini kati ya nyumba 10 ni nyumba moja tu ndio inayotoa maji, na huyo anayotoa maji kila siku yanatoka na anatuuzia. Sasa tunataka kujua yeye ana ruvu yake na hao wengine hatuna au inakuwaje? Kwa hiyo tunaamini kwa kwamba kwa kushirikiana na wenzetu wa DAWASA hii hali tunahitaji ya kwamba haki sawa katika kupata huduma ya maji kama ilivyo kwenye umeme. Na uwezo nitanunua umeme, sina nitalala giza. Sasa hivi yanafika lita milioni 1,893,695. Kwa maana hiyo ukiangalia kimahesabu imani ya maji inayotakiwa katika kata hii ni kubwa milioni 3,500,000, lakini maji ambayo yanayofika katika eneo hili ni milioni 1,890,000 pamoja na lita 120,000 kutoka katika kisima cha Kwajongo. Hiki kinatusaidia kidogo kuongeza hali ya upatikanaji wa maji mpaka kupelekea lita zetu tunazozipata kuwa milioni 1,900,000 na tuseme milioni 1,900,000. Kwa maana hiyo tuna deficit kama ya lita milioni 1,00,000 milioni 1 kama na laki 6 hivi. Kwa hiyo mwenyekiti, kutokana na changamoto hii kwamba mahitaji ya mikopo ni makubwa kuliko supply ambayo tunayoipata katika eneo la Makurumla, tuna kazi mbalimbali ambazo tulikuwa tunaendelea kuzifanya kuboresha hali ya upatikanaji wa maji, mbali na changamoto ambazo zipo nje ya uwezo wetu kama mkoa wa Magomeni, ambazo ni kazi ambazo zinazoendelea kufanyika kuboresha uboreshaji wa mitambo pamoja na kule katika issue ya uzalishaji. Lakini sisi kama mkoa wa Magomeni lazima tuhakikishe haya maji yanapatikana katika mtaa. Nini tumefanya? Kwanza tunafanya hii migao ya ndani, migao ambayo inasaidia kupunguza malalamiko ya wateja kuto kupata maji mwezi, wiki, miezi. Hii tumeona inatusaidia sana katika hali ya upatikanaji wa maji katika mitaa mbalimbali. Mfano halisi mtaa wa Kilimahewa, mtaa wa sisi kwa sisi, Mianzini yenyewe, Kwajongo. Sambamba na hilo ndo tulikuja na mpango wa kufufua vile visima vya zamani. Visima hivi vilitusaidia kuongeza hii dimandi ya upatikanaji wa maji. Sambamba na hilo kulikuwa kuna kisima kimoja kipo eneo la Bucha la Vyoo pale kwa upande wa Mbulati Mianzini, lakini kutokana na data tulizozichukua za chumvi, sababu maji ya chumvi si lazima uweke tu, lakini lazima uangalie ile chumvi inafaa kunywewa na binadamu. Lakini kwa takwimu tulizozipata pamoja na data za wataalamu wa visima, ile chumvi ya pale ya Mbulati Mianzini haifai kwa matumizi ya binadamu kwa kipindi hiki, na ndio maana kile kisima mpaka sasa hivi bado hatujakiendeleza kukifufua. Sambamba na hilo tuliendelea na zoezi la ufungaji wa valvu. Tumefunga valvu pale karibu na njia panda kwenda Gine. Hii itatusaidia kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji katika eneo la Gine pamoja na eneo la Bucha la Vyoo. Hii kazi imefanyika wiki moja iliyopita. Nafikiri baada ya ile kazi changamoto ya maji kidogo ilitokea kule katika uzalishaji kutokana na mvua ilikuwa nyingi. Kwa maana hiyo mvua ilikuwa nyingi,
maji yanakuja na tope pamoja na changamoto ya takataka. Kwa hiyo yale machekeche kidogo huwa yanazidiwa, na ndio maana walitoa tangazo la kwa maji. Zile kazi imekamilika, maji ndio yamerudi mjini. Nadhani kuanzia Jumatatu tulianza kuona maji yameanza kurejea mjini. Nafikiri hali inaendelea kuwa kurudi katika hali yake ya kawaida. Sambamba na hilo, tumefanya kazi eneo la upande wa kata jirani ya Mabibo. Tumefanya kazi siku ya Jumamosi, tumeikamilisha eneo la pale eneo la Mzambalauni katika mtaa wa Kanuni. Hii kazi tumeifanya kubusti hii laini inaoleta maji eneo la Kilimahewa, eneo la Bibititi, eneo la Titi pamoja na eneo la Uwanja wa Bubu. Nadhani ile kazi itakuja kujibu hoja ya eneo hilo. Tutakuja kuipa support eneo la Kwa Jongo ambalo kidogo lenye changamoto, ule mtaa wa Uwanja wa Bubu mpaka huko ule sehemu ambapo wanajifunzia magari, lile eneo kidogo lenye changamoto. Nafikiri kazi ndogo ndogo zingine tunaendelea. Kuna mitaa ambayo haina laini, wateja wanachukulia mbali. Kwa mfano eneo la Mianzini, kuna mitaa kuanzia hapa daraja la Mwinyi, kuna maeneo watu wanachukulia maji mbali. Kuna miradi ambayo katika mwaka wa fedha huu itaendelea kufanyika. Kuna mita kama 550 ambazo tutaenda kuzilaza katika eneo la Mianzini, hii kupunguza wateja wanaochukulia maji mbali kupata huduma karibu. Hii itatusaidia kupunguza gharama kwa wateja wetu wakati wa uvutaji wa maji. Sambamba na hilo, kuna hiyo changamoto ambayo imejitokeza. Awali ilijitokeza, tukajitahidi ikasovika, changamoto ya maji taka. Nafikiri kwa sasa hivi hii ya leo ilijitokeza ndio mpya. Sasa hivi ndio nimeipata hii. Sababu complaint nimepata moja asubuhi na nimewatuma wataalamu wakaangalie changamoto hasa ni nini. Maji yamerudi mjini, lakini kuna maeneo bado wameanza kupata maji ambayo kidogo si mazuri. Maji tunasema maji yakiwa machafu sio mazuri. Lakini kwa eneo la Kilimahewa, nadhani nile eneo la Kilimahewa, asilimia kubwa changamoto ya pale tulichokiona ambao tunaenda kuisolve ni asilimia kubwa miundombinu ya eneo lile yamepita katika ile mifereji ya maji. Sasa ikitokea kama kutokopo kuna bomba lolote lilitoboka hata kidogo, alafu kuna maji taka yanapita, ndio sababu inaopelekea bomba kupata maji kutoka machafu. KM Online TV.